The county government of Mombasa is now blaming the Kenya Medical and Research Institute, KEMRI, for the shortage of methadone, a drug used by addicts for their rehabilitation program. They say they had to airlift the drugs that are set to run for 1 month. This comes after more than 800 drug addicts raised the alarm. Francis Mtelaki reports. It's early morning, and as we arrive here at Freetown, we meet this group of youth and elderly men who more than a year ago decided to quit the use of illegal drugs and embark on a journey to rehabilitate themselves with a promise to have methadone drug used in the process of rehabilitation. Kama sisi tumeanza sasa, niko na mwaka mmoja na miezi 3, unaona. So sijai kukosa dawa katika hiyo mwaka mzima. So alafu nimekuja wiki hii, nakuja nikiangalia naona hakuna dawa, unapewa kidogo kidogo, unareduziwa, unaona. So huwezi jua kitu gani yani ambao itakutokezea, alafu there's no counseling. So they started decreasing the doses. Walianza kupunguza, kama unakunywa 100 nakupatia 50, kama unakunywa 80 nakupea 20. Yani venye wanajisikia tu kuibalance, wana minimize venye wanataka ya. In the last week we had a shortage countrywide, where the methadone that was supposed to arrived a bit late. So we rationed a bit for the week while we are supporting them with a drug called codeine, which helps them manage the withdrawal symptoms of methadone. Neema Said, popularly known as 001, driven by the fact that she was the first to enroll in this program, used cocaine for more than 10 years ago before deciding to change. Yani unakuwa mtu unakuwa na tabia kama ya wizi, mfano simu ya mama, mara pesa, nini, vitu kama hivyo, mpaka unajikuta unafukuzwa kwa nyumba kabisa. Kwenye pali kunauzwa madawa ya kulevya, unauza ngono, alafu ujue unajiexpose kwa magonjwa mengi sana. Na wakati huo, kutokana na maisha yangu, wakati huo ndo wakati mimi nilipatikana na pingamizi za kimatibabu, za kiafya. Nikapatikana na maradhi mengi tofauti. It is at this point she began the journey of rehabilitation. Mpaka dakika hii sasa nashukuru Mungu kujipata tu na nafuu kulingana na kutumia methadone. Lakini ungeniona wakati huo, nakwambia ni tofauti sana na sasa hivi vile nilivyo. Kwa hivyo maisha yale yalinifikisha mwisho, ikawa maisha yangu ni jela, kutumika mabarabarani, nishatumia miadarati, mpaka nimekuwa sina ule utu wala sina haya, unaona. Neema says after joining the rehab, she is now a mother of 1. Nashukuru, only within a month, baada ya miaka 10 ya utumiaji, nikaja kwa dawa kwa mwezi mmoja, nibeba ujauzito, na hivi ninavyokuambia nina mtoto wa miezi 9. Na nashukuru, very clean baby girl, healthy. Uliza yote atakuelezea. Ni vile tu bahati mbaya leo sikuja naye, lakini huwa nakuja naye sana. Sasa yule mtoto amekuwa inspiration yangu ya kuendelea na hii dawa. Halafu by the way, kulingana na hii dawa vile inavyotupeleka, wazazi pia wakaanza kuona kweli msichana ametaka kurekebishika. Kweli nimerudi nyumbani, kitu ambacho sijafaulu mpaka sasa ni kupata kibarua cha kumwangalia mtoto wangu. But with the shortage of methadone, Neema and the group could slowly slide back to where they were a year ago. Alafu sasa walikuwa wametuambia ikija ikistop hiyo kamili, kuna nyingine yenye watatupa ambayo itakuwa inasafisha hii. Sasa hata hii hatujamalizana nao na stopisha, hiyo nyingine hatujui itakuwa vipi. Ndio sisi tuna wasiwasi. Na walituambia kuwa hii tukitumia, tukichanganya na unga, tutakufa. I cannot go and rob. I cannot steal. I cannot do prostitution, because I am self-aware now. So they ask us now, what next? But for a majority of them, and I wish that your team had passed their ad in the morning, there's that group that is, they are very early, take their methadone, and then they go to work. Some of them are matatu touts, some are drivers, some are car wash. So they have changed their lives. They all agree that the journey hasn't been easy. Whoever will move ataenda tu kwa maeneo kujidunga, kuvuta, ukaja mtu anauza sasa hapa karibu, akawa there's no going any far. Kwa ni hapa wengine wako hapa, wengine wako pale, people are smoking. Lakini tukawaacha kwa sababu you feel, hata wewe pia una feel. Yeah, because you're one of them.
In recent days, the government has been consistent in the fight against drugs at the coast region, but these cases could prove to be a serious challenge. This comes as the government is yet to complete a major rehabilitation center at Miritini area in Mombasa. Francis Mchalaki, KTN News.